niliwaambia kwamba kanisani ni shule, si ndio hivyo? Hii ni shule kabisa, shule ya Mungu, na kila shule ina sifa. Ili iwe shule ina vigezo, lazima kuwe na madarasa, na kwenye madarasa kule lazima kuwe na maeneo, viti vya kukaa na nini. Lazima kuwe na walimu. Huwezi ukaita shule haina mwalimu, si ndio hivyo watumishi wa Bwana? Lazima iwe na ofisi ya mwalimu. Mwalimu ana ofisi. Lazima iwe na madaftari. Lazima iwe na muhtasari. Syllabus tumeita. Ndio hiyo syllabus ni muhtasari, sijajua. Utanisaidia walimu, nimeshasahau. Lazima kuwe na syllabus ambayo wanafundishia. Mwaka fulani wakati sisi tunasoma kulikuwa na syllabus yetu. Miaka ile ya 80 wakati wanasoma wengine ilikuwa na syllabus yao, na sasa hivi 2026 kuna syllabus yao ambayo tena sasa hivi nasikia inaishia darasa la 6. Kwa hiyo unaona hiyo ndio shule, na ukiichukua kwenye kanisa vile vile ilivyo ndivyo kanisa lilivyo. Kanisa ndio jengo letu hili. Unaona ile jengo ndio darasa. Si ndio watumishi wa Bwana? Walimu tupo tunafundisha. Akiwemo Roho Mtakatifu mwenyewe kama mwalimu mkuu. Na sisi wasaidizi tupo tunamsaidia majukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako madarasa, yako madawati, iko ofisi tunaona, iko vitabu. Nani hana kitabu hapa cha shule hii? Nani hana kitabu? Hakikisha unacho kitabu. Si ni sawa watumishi wa Bwana? Kitabu ni kama hiki hapa. Hiki ndio kitabu chetu. Na sisi uzuri wetu kitabu hiki akibadiliki, kitabu kimeumbwa mpaka leo kipo. Si ni sawa watumishi wa Bwana? Hiki ndio kitabu chetu. Kwa hiyo hakikisha unacho kitabu. Unacho kitabu. Iko ni muhimu sana kujifunza, na syllabus iko huko. Utaona syllabus ya zamani inasema usiue. Syllabus ya zamani imeandika usizini. Syllabus mpya Yesu alileta akasema mimi nawaambia ukimtazama mwanamke kwa jicho la kumtamani umezini. Hiyo syllabus mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Syllabus ya zamani inasema kwamba jino kwa jino. Si ndio hivyo? Jino kwa jino, akikupiga na wewe mpige, rudisha. Lakini syllabus mpya inasemaje? Inasema kwamba ombea adui yako. Hiyo ni syllabus mpya. Kwa hiyo ukiwa na kitabu utaona namna ambavyo unajifunza na kila siku unakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma kitabu cha Waebrania tangu tumeanza somo hili, na sura ile ya 5 hasa mstari wa 11 na 14 ni mistari ambayo Paulo anazungumza kwa habari ya kanisa ambalo linaonekana lina miaka mingi katika imani, lakini bado ni wachanga kiroho, bado wana changamoto za kiroho. Na tuliona kwa nini walikuwa wachanga kiroho, kwa sababu walikuwa ni wazito wa kuelewa, wanafundishwa hawasikii, walikuwa wanakataa neno la Mungu. Walikuwa ni watu ambao wanapenda mafundisho malaini. Walikuwa ni watu ambao hawapendi yale mafundisho ya kuwa direct, ya kuwaonya, kuwatengeneza. Walikuwa hawapendi. Kwa hiyo ilisababisha wakawa wachanga kiroho. Kwa hiyo somo hilo wakati tumeanza, na nataka nikupe muhtasari huu wakati tunalimaliza leo. Tulianza vizuri kabisa, tukaangalia kwa nini ni muhimu kuwa kiroho. Tulianza vizuri sana, tukaelezana ziko sababu kadhaa. Moja wapo ni kwamba vile ili umjue Kristo, nyingine ili uweze kupokea baraka zake kutoka Bwana, lakini pia ili uweze kuelewa ulimwengu wa roho unapofanya kazi, uelewa mambo yanapotenda kazi, kwa sababu ukiwa bado mchanga hautaweza kuelewa. Lakini tukasema pia ili uweze kuwa na nguvu rohoni ni lazima uwe umekuwa kiroho. Mungu wetu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Na nikakuonyesha sifa za watoto wachanga. Watoto wachanga wana sifa gani? Wanapenda mafundisho malaini. Tuliona hiyo. Watoto wachanga hawapendi mambo magumu. Hawapendi vitu vigumu. Tuliangalia sifa nyingi. Tukaangalia pia wiki iliyopita mambo yanayoonyesha wewe umekuwa kiroho. Ili ukue kiroho, mambo gani ambayo tutayaona kwako?
Tunawezaje ili tuseme ya kwamba umekuwa kiroho? Kuna vitu tutaviona. Na jambo la kwanza tulisema wiki iliyopita ambayo tutakiona, tutaiona ile hamu, ile shauku ya kukaa katika uwepo wa Bwana. Shauku ya kukaa ndani ya uwepo wa Bwana. Daudi anasema kwamba jambo moja nimelitaka, nalo ndilo nitakalofanyaje? Nitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Kwa hiyo unaona mtu ambaye amekuwa kiroho ana njaa ya kukaa nyumbani mwa Bwana, ana shauku ya kukaa nyumbani mwa Bwana. Tena sio siku moja, anakaa siku ngapi? Siku zote za maisha yake. Mungu wetu asiwe sana. Ukianza kuona ndani yako una kiu ya kukaa nyumbani mwa Bwana, njaa ya kutafuta uso wa Bwana, wewe sasa umekuwa kiroho. Unaanza kukua na kufikia mahali fulani. Mungu wetu asiwe sana. Tukaona jambo la pili, kiwango chako cha kumjua Mungu kinaongezeka. Kiwango chako ukishakuwa kiroho, unaanza kuona kuna kitu kinaongezeka. Kwa mfano, wiki iliyopita au mwaka uliopita, kuna vitu ulikuwa unasoma Biblia unaviona vya kawaida, lakini sasa hivi unaanza kuona ni kama ufahamu umefunguka. Sio kama unanielewa sawa sawa? Kuna kitu kama kimeongezeka, unaanza kumbe hii ndio hivi kumbe hii iko hivi Yaani kama kuna vitu umevigundua kuwepo, kumbe vilikuwepo. Sasa unapofikia kwenye hicho kiwango, maana yake unakuwa. Sio kama unanielewa sawa sawa? Na Mkristo yoyote ambaye hafikii hicho kiwango cha kugundua kumbe iko hivi, yaani amepata kitu kipya anaposoma andiko au anapojifunza, huyo Mkristo ambaye hakutani na hiyo hali, huyo Mkristo alishadumaa siku nyingi. Unanielewa sawa sawa? Huyo Mkristo ni mchanga mzoefu. Kuna wachanga wazoefu. Huyo ni mchanga mzoefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliyekuwa kiroho na anaendelea kukua, utaanza kuona anaposoma andiko, anaposema kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima, anaanza kugundua kitu kingine pale kwenye njia. Anaposoma andiko, Mungu akasema, akaumba mbingu na nchi, anaanza kugundua vitu. Anaelewa kwamba kumbe Mungu alikuwa na uwezo wa kutamka vitu vikatokea. Na vivyo hivyo mimi kama mwanae na uwezo wa kutamka vitu vikatokea. Yaani anagundua vitu vingi kwenye maandiko. Huyo sasa ameanza kukua kiroho. Mungu wetu asiwe sana. Kama hivi vitu havipo kwako, bado unayo safari. Na kwa sababu Yesu bado hajarudi, unaweza ukaendelea kukua kiroho. Sema amina katika jina la Yesu. Jambo la tatu tukasema imani inaongezeka. Utaona imani ya mtu inaongezeka. Aliyekuwa kiroho anaanza kuongezeka kwenye imani. Tunapomwambia ya kwamba jipapase kwenye tumbo lako, maumivu yapo, anasema hayapo. Ingawa anasikia kidogo kama kuna kitu kipo au hakipo, yaani haelewi anaposikia. Lakini tukimwambia jikague umepona katika jina la Yesu, anajikagua, anasema amina, mimi ni mzima. Hiyo ni imani. Unaelewa sawa sawa? Kanuni ya Yesu wakati anaponya, na sisi leo unajua sio wakati mwingine imani zetu sisi, hasa sisi wa makanisa yetu hata tuna shida kidogo kwenye eneo la imani. Yesu wakati anaponya, kanuni yake iko hivi. Akikuponya anakuambia hivi, inuka, jitwike godoro uende. Si ndio hivyo? Anakuambiaje? Inuka. Yaani uponyaji hautokei mpaka tendo la kuinuka. Hiyo ndio imani. Wewe unasema umepona mtumishi wa Bwana, alafu bado amekaa pale anakutazama namna hii. Hakuna imani. Imani bila matendo ilishakufaga siku nyingi. Wewe unataka kuifufua, hiyo ilishakufaga siku nyingi mno. Imani ili ilete matokeo lazima uyainuke. Yesu asifiwe sana. Nikisema mtumishi wa Bwana inuka, tembea, wewe ni mzima katika jina la Yesu. Unamwona anainuka, anaanza kufanya mazoezi. Utaanza kuona hatua ya kwanza anayoenda nayo ni kama vile haendi sawa sawa. Haendi, anapinda. Na hiyo anamwambia tembea kwa jina la Yesu, wewe ni mzima. Unaanza kuona mtu anakaa vizuri. Anatembea. Mpaka wiki inakamilika, mtu ni mzima kabisa. Hiyo ndio imani. Kwa hiyo aliyekuwa kiroho unaanza kuona imani yake inaongezeka kila itwapo leo. Hata akipitia shida, changamoto ya magonjwa pale nyumbani, anatamka tu, anasikia kichwa kinauma, kiuno kinauma, anatamka kiuno changu kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe sio mgonjwa. Mimi ni mzima katika Yesu. Tulia. Hapo anamtoka kwenye kitanda, anasimama, anaendelea na biashara. Huyo amekuwa kiroho.
anatamka kiuno katika nyasi, wewe ni mzima. Anavuta shuka, mtumishi ndio anaumwa. Hamna kitu hapo. Bado kiwango chake cha imani ni kidogo. Sio kama unanielewa sawa sawa? Unanielewa sawa sawa? Kwa hiyo mtu aliyekuwa kiroho unaanza kuona imani inakuwa siku baada ya siku. Anaposema, tunapotamka kwamba utaona baraka za Bwana, anazidaka kana kwamba amezifika tayari. Yaani anazipokea, anasema amina, nimeziona katika jina la Yesu. Huyo ndio mwenye imani. Ndio maana tunasema sisi Wapentekoste leo tunashinda fulani kwenye imani. Unajua wakati mwingine lazima tukubali mambo mengine wenzetu tunatuzidi. Wakitamkaga madhabahuni akasema nimekutamkia fanikiwa katika Yesu na mtu. Amen. Huko tuko. Tunajifanya wa rohoni sana. Yaani tunajifanya tuko rohoni mno. Lakini kumbe ni uchanga wa imani. Sababu imani inataka ile response, a quick response. Sio nimetumia Kiswahili kizuri. Ule mwitikio wa mara moja wa ghafla. Yaani unataka kitu rohoni kana kwamba umekiona lakini kumbe macho yako hayaoni. Sababu imani huwa tuishi kwa kuona. Sio kama unanielewa sawa sawa. Sisi tunaishi kwa imani. Kabla hatujaona huwa tunakipokea kitu kwanza. Sio kama naongea na mtu sawa sawa. Sasa mara nyingi sisi tunataka kwanza tuone ndio tuamini. That is the biggest problem we have. Naongea na watu sawa sawa. Ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo tunayo. Mpaka tuone ndio tunaamini. Tunaamini tumefanikiwa. Tunaamini tumefanya kitu fulani. Lakini imani ukianza kuona sasa una develop kutoka hapo, unaenda kwa kiwango hicho anachokufundisha sasa, wewe sasa unakuwa kiroho. Yesu asifiwe sana. Imani yako ikaongezeka katika jina la Yesu. Mungu akuongezee imani katika jina la Yesu. Wanafunzi walimwambia Yesu tuongezee imani. Kwa kuna wakati ukiona kama umetindikiwa, mwambie Bwana hebu iongeze. Uko ndani iongeze. Jambo la 4 tukasema utukufu wa Mungu na neema ya Mungu inaongezeka. Unapokuwa kiroho, utukufu wa Mungu unaongezeka. Neema ya Mungu inaongezeka. Kwa sababu kila anayekuwa kuna kautukufu kanakuwa pamoja na yeye. Kwa kadiri unavyokuwa utukufu unatembea na wewe. Sio kama unanielewa sawa sawa. Utukufu wa Bwana unaenda na wewe. Neema ya Mungu inaenda na wewe. Kibali cha Bwana kinaenda na wewe. Baraka ya Bwana inatembea na wewe. Kwa nini? Kwa sababu unaongezeka kila itwapo leo. Unakuwa kila itwapo leo. Ndio maana moja ya kitu cha muhimu sana kama Mkristo ni kuhakikisha kwamba haubaki dominant, haubaki stagnant kila itwapo leo, ila unaongezeka kila siku. Sababu kwa kufanya hivyo ndio neema inakujiria. Ile neema juu ya neema iliyotamkwa kwenye maandiko inakuja kwa wale watu ambao wanakuwa kila itwapo leo. Sio kama naongea na watu sawa sawa. Naongea na watu sawa sawa jamani. Kwa hiyo kama unakuwa kiroho utaanza kuona utukufu wa Bwana, utaanza kuona neema ya Bwana. Mungu anakuhamisha kutoka utukufu mpaka utukufu. Mungu anakuhamisha kutoka viwango mpaka viwango. Mungu anakuhamisha kutoka hatua mpaka hatua. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa kila itwapo leo. Ni maombi yangu ya kwamba Mungu akuhamishe kutoka utukufu mpaka utukufu katika jina la Yesu aliye hai. Sijua kama namwombea mtu mmoja mahali hapa. Ninakuombea kwamba Mungu akuhamishe kutoka kiwango mpaka kiwango katika jina la Yesu. Akupeleke hatua zingine za maisha yako. Hatua za kifamilia, hatua za kibiashara, utukufu mpaka utukufu. Sema amina katika jina la Yesu. Kama unaweza kupokea sema amina katika jina la Yesu. Na iwe kwako sawa sawa na amina katika jina la Yesu aliye hai.